Ana uongozi ambao wote wanaongea lugha moja. Ana uongozi ambao upo kwa maslahi ya Young Africans kama taasisi na sio maslahi yao. Ndio maana unaona Yanga inaweza kufanya vizuri hapa na nje kimataifa. Lakini pia nataka niwaambie kwa muendelezo wa Simba. Kwa Simba ninavyoiona, Yanga ataendelea kuadhibu kadri siku zinavyoendelea. Kutokana na uwekezaji mdogo waliokuwa nao. Wachezaji wa Simba ni waovyo. Ni waovyo, asilimia kubwa ni wachezaji wa kawaida. Lakini ukikompea na wachezaji ambao wapo Young Africans, yani hata kikosi, upana wa kikosi unaongea. Leo Azizi Ndambwile amekuwa top player. Ameweza kubato na midfield za Simba mpaka zinaukimbia uwanja Azizi Ndambwile. Maana yake ni quality ndogo. Simeelewa. Lakini pia ni ubora na ukujengwa kwa wachezaji wetu kupitia fitness na makocha wetu. Azizi Ndambwile kaonesha performance kubwa na ameanza kujiweka kwenye daraja la wachezaji wakubwa. Tuje katika mbinu za katika mchezo. Sisi kama Young Africans, sawa. Tuliona Simba hatuijui ya msimu huu. Wamesajili watu na wanajinathibu na wachezaji. Tukaamua kuingilia kimbinu kimkakati. Na ndio maana kipindi cha kwanza uliona Yanga ilifanikiwa kumsoma mchezo wake Simba. Tumeingia kipindi cha pili. Ndani ya dakika 0 tukapata goli. Maana yake nini? Tulimsoma na kocha ameweza kuona madhaifu yao na mwisho wa siku yakayatumia. Simba ameshindwa kuisoma Yanga, sawa, na hata kama angeweza kuisoma bado hajafikia quality ya kuweza kubato na Young Africans. Narudia tena, Simba sio kama anapenda kufungwa na Yanga. Quality ya kuifunga Young Africans ni ndogo, hana. Huo ndio ukweli. Mashabiki wa Simba wamekuwa wakizungumza miongoni mwa sababu ambazo wamepelekea kupoteza mchezo ni kocha wao anashindwa kufanya sabu kwa wakati. Anakuuliza kama ni sabu, wewe unataka ingie nani? Hao ni mashabiki sasa wa Simba ndio wanazungumza. Sababu Mutale Mpanzu mechi imemshinda. Na tumeona jinsi gani wachezaji wa Simba asilimia kubwa ni wachezaji wa mechi ndogo. Abdrazaki Hamza katoka akikimbia mechi mapema. Mpanzu dakika 60 mechi imemshinda. Sio, umeelewa? Kibudeni si mechi imemshinda. Yote hayo ni maana yake nini? Kuna wachezaji ambao wanaamini ni wachezaji wakubwa lakini kiuhalisia bado wana quality ndogo wakikutana na Young Africans. Simba inaweza kucheza lakini tofauti na Yanga. Mimi nakwambia ukweli. Jana tumeshuhudia mchezo mzuri sana wa Singida na Al Hilal. Hebu muangalie Singida yule unaomuona akicheza na Al Hilal. Akiwa ametaka matokeo mbele ya Simba, anashindwa kupata matokeo. Tuongeeni mpira. Simba leo wamepania, wamejitoa to the fullest. Ndio maana wameweza kuconcede goli moja. Sio, umeelewa? Lakini sio kama eti ni quality yao imewafanya wafungwe goli moja, sio kweli. Kwa sababu gani? Tunaona nafasi ambazo tumezipoteza sisi. Unapozungumzia kwamba Yanga tumepoteza, sisi pia tumekaribisha mashambulizi. Yule ni mchezaji wetu Djigui Diarra, na ndio ameonyesha tofauti kubwa kati ya Kamara na Djigui Diarra. Leo imejulikana, nataka wana Simba wanijibu kati ya Djigui Diarra na Kamara nani bora. 1 against 1 mbili zote kazicheza. Sawa? Nani huyo? Diarra. Si umeelewa? Alifanya saves ya Pacome. Amefanya save ya Pacome, sawa. Naomba unikumbushe save gani ya hatari zaidi aliyoifanya zaidi ile ya Pacome? Hakuna nyingine. Maana yake nini? Pale kipa hakuna. Mimi nakwambia ukweli. Simba wachezaji waliokuepo, mimi napenda wakiendelea kuwabishi hivi. Mimi napenda kuwaona ni wabishi. Kwa sababu ndio kinachowafanya wanafungwa na kufungwa tena. Hawataki kukubali kwamba wao hawana timu ya kubato na Yanga. Waingie sokoni, wasajili cream, wachezaji daraja la kwanza waje waweze kubato na Young Africans. Warekebishe uongozi wao. Sawa, wao wazungumza kitu kimoja ili washindane na Young Africans, lakini wamekalia kutaka kubishana na Young Africans. Hilo nasema viongozi wa Simba hawazungumzi lugha moja. Wachezaji wa Simba wabovu lakini kuna wengine tunawahitaji. Hatuwaelewi. Tunasema wachezaji wa Simba ni wabovu lakini kuna wengine tunawahitaji. Mara ngapi washabiki wa Simba wanasema wachezaji wa Yanga ni wabovu na ni wanawataka. Ila tofauti ni kwamba sisi wachezaji wetu tunawatunza, tunawaretain. Walimtaka Mudathiri, walimtaka Maxi, si umeelewa? Lakini wote walishindwa kuwapata. Al Hilal alimtaka Nzize. Nani wale? Unaitwaje wale? Esperance. Lakini sisi tumeweza kuretain wachezaji wetu wa kakaangu Abu njoo. Abu njoo. Huyu bwana ni shabiki wa Simba kindakindaki ndugu yangu. Lakini leo hii
nataka nimwambie hii ni mara ya 6 mfululizo na wafunga Simba. Wewe unasemaje? Nataka wewe useme neno. Anakimbia. Hii maana yake nini? Hata washabiki wa Simba wenyewe wamechoshwa, ila hawana nitakujibu ya kuskani. Wewe leo unafungwa na mtani. Wewe leo unafungwa na mtani mara ya 6 mfululizo. Ni Simba mimi na Yanga mimi na kufunga mara 6 mfululizo. Wewe unalisemaje hilo swali? Sina la kusema isipokuwa sasa hamna jipya. Hakuna jipya. Sasa simeona ngoja kwanza. Kila siku natufunga. Sasa kuna jipya. Kumbe umekata tamaa. Yaani unajua mtu ambao ana ganzi. Sisi kama tuna ganzi. Basi Ayubu ndugu yangu, tunashukuru ndugu yangu. Sasa nilichokiona ni mashabiki wa Simba wameingia sugu. Wameingia nini? Usugu. Sasa hii ni madhara kwa taifa. Hawa wanaweza kuwa majambazi sugu mtaani. Mashabiki wa Simba kwa roho ambazo wako nazo wanaweza kurudi mtaani na kuwa majambazi sugu. Serikali waangalie. Mara 6 mfululizo. Unawezaje kukuwa na moyo wa kuvumilia kufungwa mara 6 mfululizo? Mara 6 mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6 na nguvu unatoa wapi? Hiyo ndio football. Hakuna football ya hivi. Tunaona hata Real Madrid aliweza kupoteza mara 4. Sasa sisi mara 6. Mbona anakimbia? Bwana mambo gani mjio? Swali mambo vipi brother? Tunaona leo mmeweza kupoteza mchezo kwa goli 1-0 na inakuwa ni mara 6 mfululizo sasa mnapoteza mchezo wa dabi mbele ya mtani wenu Yanga. Kwa upande wa Simba Sport Club hiyo ni huzuni ambayo haiwezi kuelezeka. Kiukweli hii tumekuwa wateja wa Young Africans. Unajua kwa sababu gani? Wameweza kuwa na consistency nzuri kwa misimu 4 mfululizo. Tumeona wakichukua kombe la NBC na hatimaye leo huu ni msimu wa 5 tunaenda kuanza ambao ndo ufunguzi wa ngao ya jamii 2025-26. Mimi nawapongeza, wameondoka na alama 3 muhimu, lakini kwa upande wangu mimi Simba Sport kiukweli nilitamani leo tuweze kuvunja uteja lakini imeshindikana. Lakini naweza nikasema mimi timu ninayo. Wao wameweza kufanikiwa kuwa na hiyo consistency ambayo nimesema hapo. Kwa nini? Kwa sababu wachezaji wao wengi ni wale. Yaani ukiangalia wachezaji waliobadilika kwenye msimu takriban kama wachezaji 3, lakini ukiangalia kwenye kikosi changu wamekuwa ni wachezaji wengi kulingana na timu yangu iliweza kusajili msimu wa 2024-25. Wachezaji wengi wameweza kuachwa kwa sababu walikuja Simba Sport Club hawakuweza kukliki kwenye timu na mwisho wa siku kaweza kupewa thank you na tukaweza kufanya usajili mwingine ambao ndio huu wa 2025-26. Ninachokiamini kulingana na mazoezi ambayo mwalimu ataenda kwenye uwanja wake wa mazoezi na wachezaji wake atakachowalisha, na mimi natakapokuja kukideliver kwenye uwanja wa mechi husika tutaweza kuondoka na matokeo. Leo tumeshindwa kuondoka na matokeo kwa sababu ya Young Africans wameweza kumaintain kwenye consistency nzuri kulingana na wachezaji wao waliocheza kwenye kikosi chao ni wale ambao wameweza kuchukua kombe kwa misimu 4 mfululizo. Mlikuwa mnajinasibu kwamba mechi ya leo unaenda kuwapa vichwa watani wenu. Vipi hivyo vichwa mmewapa? Of course unapoenda kukutana na mtani wako huwezi kuwa mnyonge, lazima ujitambe, lakini ndani ya moyo wako utakuwa unawaza. Unajua kabisa mimi kwa mfano mimi nilijiandaa kisaikolojia kabisa. Mimi nilisema nikifungwa sawa, nikishinda sawa, nikitoa suluhu sawa. Japokuwa mchezo wa leo ulikuwa hauhitaji suluhu ya aina yoyote. Huu mchezo wa leo ulikuwa unahitaji mshindi wa alama 3 aweze kuchukua ile ngao ya jamii. Hivyo Yanga wameweza kufunga goli 1, wameondoka na alama 3, wameweza kuchukua ngao ya jamii. Lakini kulingana na timu yangu ambayo imesajiliwa sasa hivi na kwa taarifa ambazo nilizipata kwamba wachezaji wote waliosajiliwa Simba Sport Club ni pendekezo la mwalimu. Hivyo ninachokiamini kwamba wataenda kuwa na mashindano mazuri. Huu msimu utaenda kuwa na mashindano mazuri sana. Najua atawalisha kile ambacho anacho yeye. Mimi sio mwalimu wa michezo, mimi sio mwalimu wa wachezaji, yeye ndo mwalimu. Lakini mimi ninachokitarajia kutoka kwa wachezaji wangu waweze kuonyesha performance kubwa uwanjani, waweze kushika kile ambacho watafundishwa katika uwanja wa mazoezi, waje kukideliver katika uwanja wa mchezo husika, kwa sababu watakapokuwa wanashinda ndo mshahara wangu mimi kama shabiki. Mimi sina mshahara mwingine zaidi ya ushindi. Ushindi ndo naotegemea. Sio mimi tu.
mashabiki wote duniani kitu wanachokihitaji kwenye timu yao ni ushindi peke yake, maana ndio mshahara peke yake ambao ni wa mashabiki. Kwa hiyo kwa ujumla mpaka sasa hivi umeshakata tamaa hata ya kubeba kombe la NBC msimu ujao? Kwa mimi siwezi kuikatia tamaa timu yangu. Huu ni mchezo wa kwanza, tumeona kikosi chao kimekuwa na wachezaji wengi sana wapya.